Assalamu alaikum, karibuni sana katika chaneli yangu na leo tuende tukatembee pamoja. Hapa naelekea katika kituo cha basi kilicho karibu yangu, na upande wa kushoto mnaona magari yamepaki. Ni sehemu ya kuchaji magari kwa sababu wenzetu wanatumia pia electric cars, kwa hiyo wanapaki magari yao hapa na kuyachaji katika sehemu hii. Tumefika kituoni na huu ndio muonekano wa nje na huu ndio muonekano wa ndani. Kama mnavyoona, kuna mabenchi ya kukaa wakati wa kusubiria gari, na hapa kuna timetable ambayo inaonyesha gari lipi litakuwa hapa katika wakati upi. Na huku magari yanatumia numbers, si maneno. Yani mfano kama nyumbani tunatumia labda Mbagala Makumbusho, huku huwa wanaandika numbers badala ya majina ya maeneo husika. Kwa hiyo ukifika hapa unaangalia wewe unapoenda unapanda gari gani. Labda tuseme gari namba 106, unaangalia wakati upi gari hilo litakuwepo hapa. Na kwa sasa ndio gari lililopo namba 106, kwa hiyo linasubiri hapa kwa dakika kadhaa kisha linaondoka. Hili mnaloliona mbele yenu ni gari la kusafisha barabara. Linakuwa limewekewa kitu kama ufagio ambao ndio linapita na kutoa michanga, majani na kila uchafu uliopo katika barabara. Hii ni parking ya baskeli, na hizi baskeli zinazoonekana hapa ni za public, yani mtu yeyote anaweza kuendesha. Unachotakiwa kufanya ni kuscan hiyo QR code na hii baskeli itaji unlock na utaweza kuendesha kwenda mahala unapoenda. Na ikiwa una mtoto utachukua hii ambayo ina siti special kwa ajili ya mtoto. Na hapa pia ni parking kwa ajili ya bodaboda na baiskeli. Kama mnavyoona, hii ni bodaboda ya public, mtu yote anaweza kuendesha, na hizi pia ni baskeli za public lakini zinatengenezwa na kampuni nyingine, na hizi ziko nyingi sana hapa nilipo, hizi za rangi ya blue. Haya, tuendelee na safari. Hapa nilipo panaitwa Greentown. Ni sehemu ambayo imesheheni maduka mbalimbali. Yaani kama mnavyoona hapa, haya majengo ambayo yamezunguka hili eneo, haya ni maduka. Kuna kila aina ya huduma iko humu ndani. Kuna gym, kuna cinema, kuna malls, kuna supermarkets, kuna kila aina ya maduka. Halafu hapa kati ni sehemu ambayo hasa nyakati za jioni watu hukutana hapa na kurelax, kufanya michezo mbalimbali. Watoto wanaletwa hapa, wanaendesha baiskeli zao, wanaendesha magari yale magari ya kitoto. Na huu ndio muonekano wa sehemu hii nyakati za jioni. Kama mnavyoona, taa zinawashwa na watu tayari wameshaanza kuja. Kadri kunavyozidi kuwa usiku ndivyo watu wanazidi kuongezeka. Hapa kuna watu wamekuja na familia zao, wengine wamekuja tu wenyewe kurelax, na kuna magrupu ya wakina mama ambao tunawaita ayu, wanakuja hapa baada ya chakula cha jioni kucheza kama namna mojawapo ya kufanya mazoezi ili kuimarisha afya zao na kusocialize. Haya, tuendelee na safari. Hapa nipo barabarani. Kama mnavyoona, barabara imegawanywa katika sehemu tatu. Kuna ile sehemu ya kwanza kule kwa ajili ya magari. Hii hapa iliyochorwa baskeli ni kwa ajili ya baskeli na pikipiki, na hapa juu ambapo natembea mimi ni kwa ajili ya kupaki baskeli, pikipiki pamoja na sisi tunaotembea kwa miguu, ndio njia yetu tunatembea.
Hii inasaidia sana kuepuka ajali, pia kuweka mji katika mpangilio mzuri. Kama nilivyowaambia katika video za awali kwamba wenzetu wanathamini sana mazoezi na karibia kila sehemu wanaweka hizi parks ambazo ndani yake kunakuwa na vifaa mbalimbali vya kufanyia michezo, kunakuwa na uwanja, sehemu za watoto kucheza. Hii ni sehemu mojawapo, kama mlivyoona imeandikwa hapo sports park. Hebu tuone ndani kuna nini. Hapa kuna meza kadhaa za mchezo wa ping pong, kama mnavyoona zipo takriban 5. Pia kuna mahala pa watu kukaa na kupumzika. Na pembeni kama mnavyoona kuna uwanja wa kucheza mpira wa miguu. Na hapa ni kwa ajili ya mazoezi ya kukimbia. Pia kuna sehemu ambayo wanaiita fitness. Hii sehemu ina vifaa kama vya kwenye gym. Yaani sehemu za kufanya pull ups, sehemu za kupiga ngumi, yaani kunakuwa na punching bags. Na hapa wanaonyesha namna ya kutumia kila kifaa kilichopo. Na upande ule kuna sehemu ya kupumzika na kufanya skateboarding. Pia kuna kiwanja cha tennis, hiki mnachokiona hapa, pamoja na kiwanja cha basketball. Haya, sasa turejee tulikotoka. Hiki ni kituo cha daladala na wenzetu katika kila kituo cha daladala lazima kuwe na dustbin kama mnavyoliona hapo. Huu ni upande wa nyuma, sasa twende mbele tuone unaonekana vipi. Kwa mbele huwa na sehemu ya kuketi wakati wa kusubiria gari, na huu ni ubao wa matangazo mbalimbali, na kwa pale mbele kuna sehemu ambayo inaonyesha ratiba ya magari kupita. Kwa hiyo unaangalia unapanda gari namba ipi na unapata kujua wakati gani hilo gari litakuwa katika kituo hiki. Kwa leo tuishie hapa, natumai umeenjoy, na kama una ndoto ya kuja China kwa ajili ya masomo, China inatoa scholarships nyingi kila mwaka, na kuna vyuo zaidi ya 250 ambavyo vinapokea wanafunzi kutoka nje ya nchi, yani nje ya nchi ya China. Kwa taarifa mbalimbali kuhusu scholarships hizo, usikose kuangalia videos katika hii channel, kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na wengine.